Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Baada ndugu zangu Waislamu, ikiwa ndani ya mfungo wa Ramadhani tunaendelea na saum, alhamdulillah. Mihadhara kama hii ina umuhimu mkubwa sana na jambo kubwa lilonifurahisha wallahi. Mihadhara hii ina fadhila kubwa sana. Kuna mtu anaweza asijue kwa nini ametoka nyumbani kwake amekuja huku. Baada ya mihadhara hii kufanyika, maadamu mtu ameweka nia yake kwa ajili ya Allah, malaika huwa wanatumwa na Allah, wanawaambia watu hawa waliokaa hapa, simameni, rudini makwenu na nyinyi mmesamehewa madhambi. Ndugu zangu Waislamu, mimi nitazungumzia ndani ya mwezi wa Ramadhani makundi 7. Makundi hayo ambayo Allah tabaraka wa taala amechukua dhamana siku ya Kiyama atayafunika kivuli, siku ambayo haina kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. 7 dhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Makundi 7, watu aina 7 Allah tabaraka wa taala ataweka katika kivuli chake, siku ambayo haina kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Kwa nini? Allah tabaraka wa taala ametuleta katika dunia hii, lengo kubwa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba mimi viumbe ila waje waniabudu. Ndio lengo kubwa, mengine ni ziada. Na mwisho wa siku dunia hii itaisha, na ndio maana watu wanakufa. Itafikia mwisho kabisa, Allah tabaraka wa taala atamwambia Israfil, puliza parapanda. Na ukisoma katika hadithi au masala ya mwisho wa Kiyama, sasa hivi tuko katika mwisho wa Kiyama, lakini watu tumeghafilika. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja, na tayari katika dalili za mwisho wa Kiyama Israfil atapuliza baragumu au parapanda, na tayari mpaka sasa hivi ameshapewa. Na hilo parapanda muundo wake ni kama pembe la ng'ombe. Staili yake ya kulipuliza, atalishika, akilishika pulizi akiwa amesimama, fanya kama vile amerukuu, ameinama hivi, kisha inama, atanyanyuka sasa ndo atapuliza. Moja la kwanza atapuliza mawili. La kwanza ni la kuhakikisha kila kiumbe ambacho kimebaki kuwa hai kitakufa. La pili atapuliza kwa ajili viumbe vyote vilivyokufa vifufuke. Na tayari mpaka sasa hivi Mtume anasifia kwamba ameshapewa hilo parapanda, na mpaka sasa hivi amesha rukuu, ameinama, anasubiria amri ya kuambiwa nyanyuka, puliza. Lakini watu hatujui, akishapuliza watu watakufa, ndipo Allah atakapoanza kujidai nani ambaye mfalme. Hakuna yote atakayejibu, atasema ni mimi tu leo. Baada ya hapo watu watafufuliwa kutoka katika makaburi yao. Namna jinsi watu watakavyotoka katika makaburi ni kama jinsi uyoga, nadhani wengi tunaujua uyoga, unachomoza. Hata kama ulifia ziwani, uliliwa na mnyama, ulipondeka, ulichomwa moto, utaota. Na ndio maana hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu insani yabla ila ajaba dhanabi, mwanadamu ataoza isipokuwa ajaba dhanabi. Ajaba dhanabi ni kama vile kama iko chip, ni mbegu fulani Mwenyezi Mungu ameipandikiza, iko ndani ya mwili wa mwanadamu katika sehemu yake ya nyuma. Angalia sehemu ambayo mnyama mkia unapootea, hiyo mwanadamu anayo hiyo mbegu. Hiyo mbegu wasifu wake haiozi, haisagiki, haichomeki. Ndipo hapo mwanadamu ataota. Baada ya kuota na kutoka watu, kutakuwa kuna kitu kinatukimbiza. Watu watakimbia tukiwa urata hufata, kama tulivyozaliwa tukiwa peke, hatuna mavazi yoyote. Arrijali wan nisa, wanawake na wanaume, fil mahshar wahid, katika uwanja mmoja. Mama Aisha akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, unasema watu watakuwa uchi, arrijalu wan nisa, wanawake na wanaume. Mtume Muhammad akamwambia, ya Aisha, bal al-amru a'dham min dhalika, jambo ni zito siku ya Kiyama. Hakuna mtu atakuwa na mpango wa akili yake kushughulisha kumwangalia mwingine. Baada ya hapo tutasimama katika uwanja mmoja. Uwanja huo ndugu zangu Waislamu ni uwanja mgumu sana, wa mwanzo na wa mwisho, kuanzia Nabii Adam watu wake na mpaka wa mwisho wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutakuwa watu wengi sana, weupe na weusi, kila aina, watoto kubwa, wote tumesimama. Siku hiyo hakuna mtu atakayezungumza, watu watakuwa mabubu, viziwi. Ndipo Allah tabaraka wa taala ataleta jua kali sana, atalisogeza chini maili 1. Macho atakuwa kuna utosi hapa, hatakuwa kama sehemu ya kawaida. Kila kitu ni ajabu siku hiyo. Jua litakuwa kali. Hadithi ya Mtume inasema kwamba siku hiyo watu watatokwa na jasho litawafunika kwenye mwili wao kulingana na matendo ya mwanadamu aliyokuwa akifanya hapa duniani. Kuna wengine jasho litatoka litafikia katika kongo mbili za miguu, wengine kwenye magoti, wengine kwenye kiuno, wengine kwenye mabega, wengine watakuwa naogelea kwenye jasho. Jua ni kali sana, hakuna kuvumilia. Sasa siku hii ndio Allah anasema kwamba siku hii Allah atawafunika watu na kivuli, siku ambayo ina kivuli isipokuwa kivuli cha Allah. Watu aina 7 tuwe kuzungumzia wote, muda toshi. Katika watu hao Mtume akasema, washabun nasha fi ibadatillah, ni mwanadamu kijana ambaye maisha yake yote amekuwa akiwa katika ibada ya Allah. Na hakuna ibada kubwa ndugu zangu Waislamu kama swala, kwa sababu as-salatu imaduddin, swala ndiyo msingi wa dini. Awwalu ma yuhasabu al-abdu yawma al-qiyamati as-salah, siku ya Kiyama mtu ataenda kuulizwa katika matendo yake, kwanza ataangaliwa swala. Fa in qubilat sairu amalu kullu,
ikikubaliwa matendo yako mengine yote Allah atakusamehe. Wa in rudat sairu amalu kullu, swala ikionekana ina mapungufu, hata kama ulienda hija mara 100 Allah bali. Ndio maana mashekhe kila siku swala, kijana ambaye aliyeishi, mtu ambaye maisha yake kaishi katika ibada ya Allah. Mji wa Saudia, serikali iliamua siku hiyo kuweza kuboresha barabara. Kuna barabara moja inapita katika mtaa mmoja, ilikuwa ni nyembamba, mji umekuwa, lakini pembezoni mwa barabara kuna makaburi, na ule ni mji wa Kiislamu, ni lazima makaburi yahamishwe. Wakaanza kuhamisha makaburi. Wakati wanahamisha makaburi yaliyokuwa ni ya miaka mingi sana, ya miaka 30, watu ndio mtu wa mwisho kuzikiwa pale miaka 30 iliyopita. Wakati wanahamisha makaburi, wanakuta ni mifupa tu, wanapeleka sehemu zingine. Wanachimba kaburi moja, kupiga hivi sululu, wanakuta sanda mpya, kama vile watu wamezika sasa hivi wameondoka. Baada ya hapo wakaendelea kuwa makini kuchimbua taratibu. Ghafla wanaona mwili wa mtu aliyekufa bado mzima, haujaoza hata kidogo. Wakamtoa kijana wa Kiislamu kama vile amezikwa sasa hivi, lakini ni miaka 30 iliyopita. Watu wakashangaa, watu wa haria, watu wa kijiji pale wakaja kusema, jamani, huyu mtu mnamjua? Kusema tunamjua, babake bado yuko hai. Kijana wa mji ule wakachukua ule mwili wakampelekea baba yule mzee. Huyu ni mtoto wake. Akasema alhamdulillah, namshukuru Allah amenirudishia mtoto wangu baada ya miaka 30 nimemuona. Watu wakamwambia, baba, naomba tueleze mtoto wako ni kitu gani, ana siri gani kubwa mpaka ndani ya miaka 30 udongo umekataa kumla, wadudu wamekataa kumla, hajaoza? Kwa nini? Akasema sijui kwa kweli, lakini mimi ninachojua mtoto wangu raka ya kwanza mbele ya imamu jamaa hajawahi kuchelewa, ndicho ninachojua. Alikuwa anahifadhi swala, sijui kingine. Hili moja la swala, Allah tabaraka wa taala ameharamisha kula mwili wa mja wake mwema. Fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, ole wao wale wanaoswali wanaswali wanavyojipangia. Dhuhuri unaswali, alfajiri uswali, isha uswali, unaswali unavyotaka wewe. Siku ya Kiyama malaika watawauliza watu katika moto, ma salakakum fi saqar, kwa nini mmeingia katika moto huu wa saqar? Ni moto mbaya. Watasema qalu lam nakum minal musallin, hatukuwa tunaswali. Mwezi wa Ramadhani sasa hivi kila mmoja yuko msikitini, mwezi ukiisha kila mtu yuko bize na maisha yake. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin, mwabudu mola wako mpaka mwisho. Omar ibn al-Khattabi amekufa, kiongozi wa Waislamu baada ya Mtume Muhammad ya kufariki. Alikuja Abubakar kufariki, amefariki akiongoza miaka 2. Kaja Omar ibn al-Khattabi kaongoza miaka 10 ya miezi 2 na siku kadhaa. Omar ibn al-Khattabi alikuwa ni sahaba ambaye anatisha, jemedari mwenye nguvu, lakini maadui wa Waislamu walimendea akiwa katika swala ya Isha anaswalisha. Kipindi hicho misikiti haina mataa yetu kama haya, kuna giza. Abu Lu'lu'ul Majusi, mtu wa Fursi wa Irani, huyu Myahudi, akamchoma mkuki ama kisu Omar, akaanguka. Waislamu wakaanza kumkimbiza, kila anayemkaribia Muislamu yule bwana anachoma, wanakuja kumshika, ameshaua watu wengi. Wanamchukua Omar, amezimia, wanampeleka kwake. Ni amiri ndio ambaye anatakana aje hakimu swala, watu waswali, hawawezi kuswali mpaka amiri wanakuja kumwamsha, wanaambia ya amir amka, ya amir amka, ya Omar amka. Anakuja mtoto wake Abdullah ibn Omar, anawaambia turiduna abi yastayqidha, mnataka baba yangu amke? Haamshwi hivyo, nendeni kuna sikio la baba yangu, semeni hivi, as-sala ya amir al-mu'minin. Omar amir, swala tayari. Wakaenda, waliposikia tu amiri swala, akaamka na akaenda kuswali. Hawa ndio Waislamu waliojitambuka katika ibada. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maradhi yake ya kumuua kichwa kilimuuma sana, siku 3 hawezi kutoka ndani, inatakikana watu waswali. Ndio imamu wanakuja kumwambia Rasulullah twende kuswali, hawezi. Akaambia mwambieni Abubakar aswalishe. Na hii ni katika moja kwamba Mtume Muhammad alikuwa anaashiria baada ya Mtume Muhammad Abubakar ndio atakayekuja kwa uongozi. Lakini leo hii mashia wanawakana masahaba. Mtume Muhammad akamwambia mama Aisha, naomba unisaidie maji kwenye beseni, maji ya baridi sana. Alipoyaleta pale akamwambia naombeni mnimwagie maji haya ili apate nguvu. Mtume Muhammad akamwita Abbas babake mdogo na Ali ibn Abi Talib, wakaja. Mtume Muhammad akamwashika kwenye bega la huku na bega la huku. Wanahadisia kwamba namna mtume alikuwa anatembea, anaenda msikitini, ile miguu yake inaburuza chini, hana nguvu. Akafika pale anawasalisha watu wakiwa wamekaa. Kwa sababu gani? Aliambiwa na Allah, wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrisha watu wako waswali. Swala ziko wapi leo sisi Waislamu? Wa shabun nasha fi ibadatillah, kijana ambaye maisha yake yote ameishi katika ibada ya Allah tabaraka wa taala, huyu atakuwa katika kivuli cha Allah ambacho tumekihadisia. Yani utakuwa pale umesimama siku ya mahshar, jasho linawafunika watu, wewe unaona watu wanalia machozi, unawaangalia vipi bana, wewe unalia nini bana? Uone jua hili? Mimi sioni. Wewe hapo unakula zako kuku kwa mrija, soda kwa umma fresh, unashangaa tu wanalialia tu, mnalia nini hapo? Kumbe mashallah duniani ulikomaa unavuna sasa. Lakini katika watu mwingine atakaofunikwa, wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibi wa jamal faqala inni akhafu Allah, ni kijana ambaye alikutana na mwanamke ambaye mrembo, ana pesa, ana cheo, akamwambia kijana, nimefall in love for you, nakupenda sana, niko tayari kwa kitu chochote kukupa. Kijana akasema ini zina, inni akhafu Allah. Na wewe binti, wakutana na jamaa ana gari zuri, nyumba nzuri, yuko vizuri, akamwambia binti, niko na wewe, chukua chochote kiapa, lakini naomba niondoke na wewe. Akamwambia hapana, namuogopa Allah.
Allah, utafunikwa katika kivuli hiki. Moja, niko na rafiki yangu tunatembea katika mji fulani, ananiambia unaona ile nyumba hiyo, kuna binti mmoja wa Kiislamu eneo hili hapa, alikuwa anatisha kwa urembo, binti mrembo mashallah. Nikamwambia yuko wapi, kama nilikuwa nania naye labda yuko wapi? Akasema huyo binti ameshachukuliwa na jamaa na ameritadi. Wa jamaa wametoka migodini huko, unajua watu wa migodini, na binti akipata mtu wa migodini, wewe nimepata lene pesa, watakupesua lene pesa, masikio juu kama popo, macho kodo. Pesa zitakufikisha wapi binti wa Islam? Kisha wapi? Kama hiya alhayatu dunia, ni maisha ya duniani tu hayo. Anasema binti, jamaa walikuja wakamrubuni, wamemchukua kaenda karitadi, sasa hivi yupo kwenye mapambio kule, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Binti kafua niqab. Ni mabinti wangapi leo wameritadi kwa sababu ya maisha, kwa sababu kwao hali sio nzuri, wameritadishwa mabinti wa Kiislamu. Leo nchi yetu ya Tanzania ni mtihani. Ndoa ambazo za Waislamu na wasiokuwa Waislamu zimejaa, mpaka wanaamua kwenda kufunga ndoa za kiserikali. Binti anaridhia kuishi na mtu asiyekuwa Muislamu, wazazi wanalalamika wapi? Kisa kwani nini? Mwogopeni Allah. Na mtu ambaye aliyeitwa akasema mimi namhofu Allah. Mwisho kabisa namalizia, naomba mwenyekiti unilinde hata dakika 2 tuniongee. Wa rajul dhakara Allah fafadat aina, mtu ambaye atakayefunika ni mtu ambaye alikaa akamkumbuka Allah, akalia machozi yake kwa ajili ya kumwogopa Allah. Tulizane hapa, ni wangapi ambao tunakaa hapa tunamkumbuka Allah na mtu analia kwenye swala tu hapa, imamu akipiga zile aya za motoni, jamaa anapepesa macho tu anaangalia mataa. Nyoyo zimekuwa ngumu zaidi ya vyuma, tunafanya maasi usiku na mchana. Ya ibada, enyi waja wangu, mnafanya madhambi usiku na mchana. Kaa kumbuka, nilifanya hili, Mwenyezi Mungu nisamehe. Lia, yale machozi yatakuwa siku ya Kiyama ni moja katika kitu kitakachokusaidia. Nafisat al-ilmi, binti huyo wa Kiislamu ambaye anatokana na uzazi wa Fatima binti Muhammad, wakati ametoka katika ardhi al-Hijaz Saudia, akaja Misri, akaanza kufanya halaka, kana wafundisha binti msomi. Leo nyumbani kwako kuna mabinti wangapi ambao wanaweza wakakaa msikitini wakafundisha kina mama wenzao? Wako bize fatayatu dushush wal maaz, mabinti ambao wenyewe shughuli zao wal film, movie, muziki, sijui nini. Kukiwa kuna kikundi sehemu fulani, atakubali afanye lolote, aende na atafute pesa, lakini dini watu hawana mpango nao. Binti mwezi wa Ramadhani anamaliza masaa 8, yuko busy anaangalia movie. Azam 2 inatoka inaingia, macho kodo. Jazakallahu khaira. Kwa haya machache